Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana. Ni siku ya kipekee kabisa ambayo Bwana ametupatia tena. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kumrudishia heshima na utukufu. Na leo tutakuwa na somo linalohusu kujenga nidhamu njema kwa ajili ya kesho yako. Kwanza kabisa tutaanza kuzungumzia nini maana ya nidhamu. Tunasema nidhamu ni uwezo alionao mtu wa kujiongoza na kujitawala. Nidhamu ni uwezo alionao mtu wa kujiongoza na kujitawala. Na nidhamu imegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza ni nidhamu iliyo njema. Kundi la pili ni nidhamu mbaya, ina maana nidhamu ovu. Kesho ya mtu imejengwa na nidhamu yake. Kwa hiyo kesho yako inajengwa na nidhamu yako. Na kama nidhamu yako ni njema, kesho yako itakuwa njema. Na kama nidhamu yako ni mbaya, yani ovu, kesho yako itakuwa ni ovu. Ukipanda ubaya, utavuna ubaya. Na ukipanda wema, utavuna wema. Kwa hiyo ni muhimu sana kujenga nidhamu njema ili kupata matokeo yaliyo mema. Na hapa tutaenda kujifunza kupitia neno la Mungu, kupitia katika Biblia. Tutaenda kujifunza kwa habari ya mtu wa Mungu aliyekuwa anaitwa Yusufu. Tutaenda kusoma kwenye kitabu kile cha Mwanzo kuanzia sura ya 37 kuanzia mstari wa kwanza. Tunapoenda kusoma hiki kitabu cha Mwanzo, tutaenda kuona hapo kuna Yusufu ambaye alikuwa ni mtoto wa Yakobo. Anasema huyu alikuwa na miaka 17 na alianza kuchunga kondoo wa baba yake akishirikiana na kaka yake. Kumbuka alikuwa na miaka 17. Ina maana ndani ya miaka 17 alianza kujijengea nidhamu ya kuanza kumsaidia hata mzazi wake majukumu. Ni kweli kaka zake walikuwepo kwamba wangekuwa na uwezo, angekuwa na uwezo hata yeye asipende kwa sababu ndugu zake wapo tayari ambao wanaweza kushika hayo majukumu na kuendesha. Lakini yeye mwenyewe akajijengea nidhamu yake binafsi kwamba awe sehemu ya familia katika kuwajibika kama kaka zake wanavyowajibika. Kwa hiyo kupitia ile nidhamu yake nilikuwa anajifunza kitu yeye mwenyewe binafsi pasipo kuelekezwa na mtu. Kwa hiyo tunaona hapa Yusufu anaanza safari ya kesho yake kwa kuanza kujenga nidhamu binafsi. Na tunaona kuna wakati hata ndugu zake walikuwa wanaondoka hata kwenda kuchunga machungaji. Walikuwa wanaenda peke yao pasipo kumshirikisha Yusufu. Lakini Yusufu alikuwa anatafuta njia zozote zile mpaka anaenda kuwatafuta ndugu zake walipo, ili naye awe ni sehemu. Na katika kwenda huko alikuwa anajifunza akitarajia kwamba kuna kesho au kuna siku nyingine ndugu zake hawatakuwepo. Kama hatakuwepo, ina maana yeye kama yeye ana uwezo wa kuendesha au kufanya kile ambacho kaka zake alikuwa anakifanya. Kwa hiyo huyu kuna nidhamu alianza kujijengea toka akiwa na umri mdogo. Ikafika kati, lazima Yusufu alikuwa anapendwa na baba yake sana kwa sababu alikuwa ni mtoto wa mwisho. Ni sawa kwa sababu alikuwa ni mtoto wa mwisho, kwa sababu mtoto wa mwisho huwa anapendwa, lakini kipo kitu cha tofauti ambacho Yusufu alikuwa nacho, kiasi kwamba yamkini hata ndugu zake hawakuwa nacho. Kitendo cha kuanza kujiwekea tu utaratibu, cha kuanza tu kujitawala na kuanza kujiongoza tu yeye mwenyewe, tayari ni nidhamu ya mtu binafsi. Kwa hiyo yeye mwenyewe binafsi alitengeneza mazingira ya kuanza kujijengea utaratibu wa kujiongoza na kujitawala. Kwa hiyo hakuangalia kwa sababu ndugu zake walikuwepo, eti mimi ni mdogo basi acha nikae tu kwa sababu kaka zangu hapo. No, akachukua hatua yeye mwenyewe kama mwenyewe kwenda kujifunza kile kitu ambacho kaka zake walikuwa wanakifanya. Na tunaona hata katika safari yake pia haikuwa ishia hapo. Kuna wakati aliwasimulia ndugu zake habari ya ndoto alizokuwa anaona, anaziota wakati wa usiku. Na alipokuwa anahadithia ndugu zake, kile kitu ndugu zake kiliwaumiza. Na kilipoumiza ndugu zake wakachukua hatua ya kutaka kuhakikisha wanakuwa naye mbali, yani kumpoteza imadi asiwepo tu katika kile alichokuwa anakizungumza. Lakini yeye ndani yake hakuonyesha kama kuna tatizo. Yeye bado alizidi kuwa na ushirika na mahusiano na ndugu zake, na bado alikuwa anazidi kuwafuatilia. Kwa hiyo tunaona kuna nidhamu fulani alikuwa anaendelea kujijengea
hapa kwamba ni mtu ambaye alikuwa anataka kujisimamia mwenyewe, anataka kujiongoza yeye mwenyewe. Na ikafika kipindi ndugu zake wanasema wakamuuza. Na alipouzwa mahali ambapo alipokuwa amefikia, pia vile vile bado alikuwa ana uwezo wa kujisimamia, kwa sababu alianza kuanzia toka kule alipokuwa nyumbani kwao. Kwa hiyo tunaona alipoingia katika nyumba ambayo alikuwa ameuzwa pale, ikatokea mke wa bosi wake akamtamani Yusufu, akataka kufanya naye mambo ambayo yalikuwa sio mema. Lakini kwa sababu Yusufu ina maana alikuwa ana uwezo wa kujitawala, ana uwezo wa kujisimamia, hakuwa tayari kuharibu malengo yake, hakuwa tayari kuharibu kwa bosi wake ambapo alipewa kazi hapo baada ya kuuzwa. Kwa hiyo akajisimamia yeye mwenyewe, hakuwa tayari kufanya chochote. Tunamuona hata pale alipokuwa anashawishiwa na yule mke wa bosi wake kufanya uharibifu, Yusufu aliweza kujisimamia, akakataa, akaamua kuondoka katika ule mji au pale mahali ambapo amepelekwa. Lakini yote tunajua ni nini? Tunaona kwamba huyu alijengea nidhamu yeye mwenyewe binafsi, kwamba siwezi nikafanya kitu ambacho kiko nje ya utaratibu ambao anauelewa yeye au anaupenda yeye. Kwa hiyo tunaona nidhamu binafsi hapa imempelekea Yusufu kutokutenda uovu, kutokutenda uharibifu. Ina maana ni nidhamu iliyo njema. Angekuwa na nidhamu ambayo ni mbaya, angetenda uovu na yule mke wa bosi wake. Lakini nidhamu yake njema imepelekea mpaka yeye kutenda yaliyo mema. Na tunaona hata katika kutenda kwake mema, Yusufu akaja kuwa mtu mkubwa sana. Kwa nini? Kuna misingi, kuna nidhamu ambayo alijijengea, kiasi kwamba hiyo tu ilimpelekea yeye kupata fursa hata kufika katika eneo ambalo alikuwepo. Kwa hiyo tunajifunza nini hapa kuhusu habari ya nidhamu? Tunajifunza kwamba kuna vitu vingine tunashindwa kufika au tunashindwa kuvipata kwa kukosa nidhamu tu. Kwa hiyo tunakuta kuna fursa nyingi tunazipoteza, kuna fursa nyingi tunazikosa kwa sababu sisi wenyewe binafsi hatuna nidhamu. Kwa hiyo nidhamu mara zote ni kitu cha msingi sana katika maisha yetu. Na mara zote nidhamu huwa inajengwa na kusikiliza na kutii. Asilimia kubwa ya watu kutokusikiliza na kutokuwa na utii kunasababisha hata kesho yao inapoteza mwelekeo. Kwa ndio maana nasema ukiwa na nidhamu njema leo, kesho yako lazima itakuwa njema. Ukiwa na nidhamu njema leo, kesho yako itakuwa bora. Ukiwa na nidhamu ovu ambayo tunasema ni nidhamu mbaya, kesho yako itakuwa bora. Na hatutaishia kwa Yusufu, tutaenda kujifunza watu wengi ambao walikuwa na nidhamu ambazo sio njema, yani nidhamu mbaya. Tutaona ambako alipoenda kuangukia au atakapoenda kufikia. Kwa hiyo nataka nikueleze nini? Nataka nikukumbushe kwamba jitahidi sana katika maisha yako uwe na nidhamu ambayo ni njema, na hiyo itakujengea matokeo au itakuletea matokeo yaliyo bora kwa ajili ya kesho yako. Yamkini unaweza ukaitazama sasa kwamba sasa hivi sinaweza nikafanya tu hivi, lakini hiyo itakuletea madhara baadaye, utake usitake tu. Kwa hiyo ni bora ukawa makini katika nidhamu yako. Na zaidi ya yote nataka kushikilisha kipindi chetu leo tutaishia hapa, lakini tutaendelea katika kuichambua zaidi habari ya nidhamu. Kwa sababu nimezungumza kwamba nidhamu zimegawanyika katika makundi mawili, kwamba kuna nidhamu iliyo njema, kuna nidhamu iliyo mbaya ambayo ni nidhamu ovu. Kwa hiyo tutaenda kipengele baada ya kipengele, tutaeleza hata madhara ya kuwa na nidhamu mbaya na tutaeleza faida ya kuwa na nidhamu njema. Lakini kwa sehemu tumeongelea habari ya nidhamu iliyo njema. Tumeona kupitia Yusufu kwamba nidhamu yake iliyo njema ilimfikisha wapi, na ikafika kipindi hata Yusufu akasema akawa waziri mkuu wa hiyo nchi ambayo alikuwepo. Kwa hiyo tunaona ni kwa sababu gani alikuwa na nidhamu njema. Tena hii nidhamu alianzia nayo toka utoto akiwa na miaka 17. Amen. Na napenda nikukumbushe kwamba kipindi chetu cha Lunch Hour tumebadilisha siku. Tutapeleka siku ya Ijumaa, lakini muda wetu utakuwa ni muda ule ule ambao ni saa 7 mchana. Kwa hiyo karibu sana ushirikiane pamoja nasi katika kipindi chetu cha Lunch Hour. Na pia nipende kuomba na wewe baada ya kuzungumza habari ya nidhamu iliyo njema. Tunamhitaji Mungu aweze kutuwezesha na kutufanikisha ili tuweze kuishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, au tuweze kuishi katika nidhamu zilizo njema. Nitaenda kukuombea. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu,
Ninasema asante kwa ajili ya muda na wakati ambao Bwana umetupatia kuja mbele zako kuzungumza habari ya nidhamu iliyo njema. Ninaamini ya kwamba ni wewe Mungu unayeweza kutusaidia tukaweza kuishi katika nidhamu iliyo njema. Ninakuja mbele zako Bwana nikimuinua mtoto wako huyu wa kike na wa kiume mbele zako Mfalme, nikiamini ya kwamba kwako hakuna lisilowezekana. Na ndio maana ulisema katika neno lako Baba tukuite, na ulisema pia ombeni. Nami Mungu ninaomba kwa mamlaka ya jina la Yesu ukamwezeshe na kumfanikisha mtoto wako huyu ili aweze kuishi katika nidhamu iliyo njema kwa ajili ya kesho yake. Maana kesho yake inategemea yeye kuwa na nidhamu iliyo njema. Baba, na siyo neema na siyo nguvu, ninakataa kila hali yoyote itakayopelekea mtoto wako aishi kinyume na nidhamu iliyo njema. Yamkini Baba ziko roho fatilizi, yamkini nyingine ni asili ambazo tumetoka nazo kwenye familia zetu. Mungu wa mbingu na nchi, hakuna lisilowezekana mbele za uso wako. Ndio maana nakuja mchana wa leo nikimuinua, nikisi neema yako ipitayo neema zote ikamfanikishe na kumwezesha ili aishi sawa sawa na mapenzi yako we Mungu. Nimeomba yote kupitia jina lako Yesu lipitalo majina yote, ni kwa utukufu wa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kushukuru nikiamini. Amen.